Good, thank you. Gethie na mbere na kwirorera inoro rucini tafarire no ya mathaa matatu tukurehagira na Njoroge wa Githĩnji hamwe na ageni aria ithuĩ enyewe twitaga guku studio magoka nigetha mukamoria ciuria. Ageni ya muona guku ne ithuĩ tumetaga kuringana na demand iria turona kwa SMS 2248 tukona ni murauga ni mukwenda ng'anioke mumurie ciuria mwena thina uyu tugetha mundu uria ungikorwo na kihonia gia thina uria mwenaguo ni kumuria mundeithĩrĩrie na ciuria o ndumwe na mawoni kwitukira na mbeũ ya SMS 2248 tondu nie kiuria giakwa hari mugeni gikoragwo kimwe tu gia kumugeithia ndarikia kumugeithia ciuria ciingi ciothe ciumaga mtandao-ini uyu ndinaguo goko studio njitagwo Kamau Akang'ethe na uringi Governor Dr. Mutua. Karibu sana Inoro TV. Wega muno horo waku? Ni mwega na uru na andu akwa. Si tuko sawa kabisa. Nimefurahi sana. Unajua naonanga mkisema ndakunyita ugeni. Ndakunyita ugeni. Nimekukaribisha. Popote ulipo katika inaitwa the Agĩkũyũ Nation. Nasema nimefurahi sana kuwa hapa hivi leo kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Na tuendelee na mambo. Tuchambue hali yetu ya maisha. Kabisa. Unajua huko kwa maendeleo chap tunasema ya kwamba maisha ni haya. Unazaliwa, unaishi, unaenda. Ukienda haurudi. Donasho ukishazika mtu akienda au muoni kesha kinywa chai ama supu, ukienda umeenda. Maisha ni haya. Kwa hivyo ni wewe kujiuliza haya maisha nilio nayo hivi sasa ni maisha mazuri? Ni yapi ambayo nitakuwa nayo baadaye? Ya Mungu tutajitafutia. Lakini hapa dunia maisha iko namna gani? Good. Utaniruhusu mimi nichanganye lugha? Wewe ongea Kikuyu tu. Rĩu kuria kwanyu kwina ithurano kuhana atia Machakos? Kuna ithurano tina senatorial elections on the 18th ya senator. So siasa inaendelea. Watu wanaomba kura. Kuna mtu wangu wa maendeleo chap na wengine wa vyama vingine wanaendelea kuomba kura na wacha waendelee. Unajua people have to realize that ile sababu watu wanaomba kura wao viongozi ndio kiongozi aweze kuhudumia. Lakini shida yetu, jana nilikuwa naangalia program ya mtu mmoja anaitwa Professor Joe, ametoka kule Namibia, kiingia South Africa. Akauliza ni kwa nini nchi ya South Africa ndio nchi tajiri katika bara letu la Afrika, sio nchi zingine? Lakini hiyo nchi si kubwa na haina madini ama petroli kama nchi ya Angola ama nchi ya Nigeria, si kubwa kama nchi ya Ethiopia, si kubwa kama nchi ya Congo yenye madini mengi sana, si kubwa kama Chad. Ni kwa nini nchi ya Afrika Kusini ni tajiri zaidi na ni ndogo? Na watu wapende kusikia hii ni kwa sababu wazungu walibakia. Wazungu walibakia. Maana yake wametoka kwa 1994 walibakia. Shida ambayo tuko nayo ni uongozi wa Mwafrika. Na shida ya uongozi wa Mwafrika ni uongozi, ni vile mwananchi anapopiga kura. Wakati wewe na umezaa, nasitaka kuuliza ni wangapi kwa sababu kuna wale wanajulikana. Sasa wakati unamwandika house help ndio aweze kukuchungia watoto wako, unakuta wewe na mke wako mnamfanyia interview kali sana. Umetoka wapi? Mahali ulitoka ulikuwa umeiba ama uko umeiba? Mahali umetoka ulimfinya mtoto kwa umefinya mtoto? Je, unajua kuosha vizuri ama hujui kuosha vizuri? Ni nini ulipika chakula watu wakakula ama ulipika chakula watu wakawa wagonjwa? Ni nini ulifanya? Ile interview tunampatia mtu ambaye tunamwandika kama house help ni kubwa kuliko ile tunampatia mtu atakuwe president ama kuwe senator ama kuwe governor. Kuna maswali. Na hiyo ndio shida ya Mwafrika. Ukiona mzungu anapomchagua mgeni anaangalia huyu amefanya nini. Unapenda mpira sana? Unapenda mpira sana. Wakati kijana anacheza mpira, tuseme hao vijana wanacheza mpira huko ngambo, kama Messi, kama Ronaldo, Ronaldinho, hao wote, hao wanyama wengine, kutoka leo akaingia akaanza kucheza mpira, anafunga mabao akiwa ligi ndogo, ndio anapanda kwa ligi kubwa. Lakini kama umepiga tu mabao ya siasa na mdomo na hujajenga kitu, ukiingia ligi kubwa hakuna kitu utafanya. Hautaweza kufunga mabao kwa sababu kuna watu wengine, mimi sitakutaja majina, kuna watu wengine. Na hiyo ni ukweli wa hata Mwenyezi Mungu anajua. Kuna mpira unaendelea na kuna captain, kazi yake ni kudistribute mpira mfunge mabao. Na kuna wengine hapo baada ya kusaidia captain wameenda kule kwa stands, mahali watu wanashangilia mpira, kuanza kucampaign wakuwe the next captain.
captain atoke waingie. Wanasema hii game ikisha, the next game ndio mimi nataka nikuwe captain. Na huku wanafungwa mabao kwa sababu yeye yuko hapo ameabscond duty, ameenda kule anaongelesha watu, anawachekesha, anawapatia pesa kidogo kidogo, wana dance na huku wanafungwa mabao na mechi watu wanamshangilia huko na mechi unafunga mabao. Baadaye mnashindwa tulienda wapi wrong. Mwafrika anasema ni huyu anatuchekesha, si yule pale anafunga mabao. And therein lies the problem of Africa. Hiyo ndio shida yetu kama Waafrika. Ndio unajiuliza ni kwa nini tulienda kasoro? Ni kwa nini watu wanasema mzungu angebakia Kenya tungekuwa na super highway kama za Australia? Mzungu angebakia Kenya tungekuwa na hospitali, tungekuwa kama South Africa. Kwani inamaanisha sisi wa Afrika akili zetu ni ndogo kuliko za wazungu? Ni jambo la kujiuliza. Na unajua kwamba hata Biblia inasema kitendo ndio kitu cha maana, sio mdomo. Ni nini mtu amefanya. Kwa hivyo tujue ya kwamba sisi Mwenyezi Mungu hajatupatia akili ndogo, lakini tuko na desturi inaitwa habit na culture ya kuchagua viongozi ambao kweli hawatufai, viongozi ambao hawezi tupeleka mahali. Halafu baadaye tunasema gaifafa tukajia kurega turigetwo ni andu aria ega a guthura. Ni turirora uhoro wigie mutongoria mwega ni uriku. Na ni wakiuga ati uhoro ni ciiko. Ni ndionire TV ni itwa Inoro mundu gwitwo Mutua Katuku ni wararugama na Mandela chap kuria Machakos na ri minister wa mai hende ya thirikari ya president Moi wa Kibaki ni nguririkana. No ni twerwo atiriri ni mutongoria wa ODM Raila Odinga ciama ici regional ti njega ni cia kugania bururi. Sijui utasema nini kama we chama chako ni regional, ni chama tu ya Ukambani ama imetamba Kenya? Chama yangu ilianzishwa 3 months to the general election. 3 months old ndio tulikuwa certified. Lakini tuko na 4 MPs. The fastest growing part. MP moja ni wa Mwala kule Machakos, MP wa Lamu, MP wa Tana River, MC wa Baringo ya Kati. That's already a regional. Tuko na MCS. Ukiangalia pamoja nominated close to 40. Wa Machakos out of that ni about 13. Wale wengine wote they are from all over, from Meru, from Nyanza, from everywhere in the country. Tuko na MCS. So we are not a party ya Machakos. It's a national party. Na ukiana saini yetu ni barabara. Saini ya maendeleo chap ni barabara. So barabara inakupeleka mahali. Barabara is a sign of development, infrastructure. Ni kwa nini Marekani inaambiwa ni nchi tajiri? Kwa sababu after the Second World War, the Americans walisema wataweka pesa yao yote kwa barabara, wakajenga highways, infrastructure. Why do we talk about? Kwani tunaongea kuhusu Mwai Kibaki? Mwai wa Kibaki, kuna profesa mmoja alikuwa anaandika anaitwa Professor Theuri, yuko Dedan Kimathi. Alikuwa anaandika kuhusu mambo ya vile Kibaki and what happened. Unajua huko Nyeri wanaangalia. Kibaki's legacy ni barabara. Ukijenga barabara umejenga taifa. Because ukifungua barabara umefungua mifuko ya pesa kumwagika. Na ndio unaona mifuko ingine ya vitu inaendelea. Juzi kuna jamaa mmoja anaitwa Isaac Ngige kuma Kieni, anasemanga yeye ni ambassador wa Kieni, nafikiri unamjua. Huko Kinyaiti, huko Munyogo, Endarasha. Ameniandikia anataka twende huko tuweke bohol. Aniambia, Mutua, umejenga bohol zaidi ya 500 kule Machakos, situletee moja hapa. Sijaenda kwa sababu najua sitaki kwenda kuingilia mambo ya county nyingine. Unaenda na Nyeri 1 and I know their governor is doing a very good job, anafanya kazi under very limited resources, working very well. Karega working very well. Lakini ukiangalia vile Isaac anaongea kuhusu even bohol, na kuambia ukijenga barabara bohol inajijenga. Ni ile watu wa biashara wanasema you spend 20% to get 80%. Ukijenga barabara elimu inapanda. Ukijenga barabara uchumi biashara inapanda. Ndio chama cha maendeleo chap tukasema logo yetu ni barabara kukutoa hapa kwenda pale katika nchi yetu ya Kenya. Na umesema chama cha maendeleo chap sio chama cha region, sio chama cha county. Si regional, ni chama cha Kenya. Haya, nataka ndio sasa tuingie kwa maswali ya watazamaji. Kwa nini kule kwenu mnaonekana ni kama hamna umoja? Wewe umesema utawania kiti, Governor Kibwana pia atawania. Kuna Kalonzo Musyoka, kuna Charity Girone ya State House. Titi umoja ni demokrasia. Ni demokrasia. Ni demokrasia. Ni demokrasia. Itajipanga.
It's only that we are lucky to come from a community with giants, people who have things to show. Professor Kibwana, renowned in this country, second liberation, yuko hapo. Kalonzo Musyoka alikuwa Secretary General wa KANU, yuko hapo. Mama Ngilu, the first woman in this country to run for president, walikuwa nasema Masani. Alfred Mutua, you know, first government spokesman. Maendeleo chap renowned, you know. Tuko bahati, tuko bahati, tuko na giants. Kwa hivyo ukiona wakijitokeza, it is because we are a society that has produced people who have the potential. Lakini msikae kama nyumba moja museme ni huyu. Tutakaa, lakini unajua pia mnakaa nyumba moja mkiwa na wengine. Kuna wengine unajua huwezi kaa nyumba moja mkiwa kuna kondoo na kuna fisi. Sababu fisi atataka kukuma matako. Unaelewa? Na kuna fisi ambao wamezoea miaka yote kula mali ya wananchi na kutumia jina ya wananchi kujipendekeza hao wenyewe. Na wale kondoo ambao wanapaswa kupeana nyama hawapewi nafasi. Kwa sababu fisi anataka hawe ni yeye mwenyewe. Kwa hivyo wakati mwingine mnasema kaa chini. Wakati huo ni wakati sisi kujipanga kumaliza fisi. Ndio tuweze kupata uhuru wa kwenda na mbele. Umeelewa? Kunajua kuna ukoloni na kuna ukoloni mamboleo. Kuna wengine wanapenda ukoloni mamboleo ya kujiendekeza. Unajua, tiyo wewe. Unajua ukiangalia kiongozi unamuuliza wewe umeteko kwenye niko. Unaenda mahali kiongozi ametoka. Unaangalia huku kwao kuko namna gani. Huku kwa nyumba yake iko namna gani. Itakwambia huko nje atakuwa namna gani. Lakini kama kwenu hakuna maji, hakuna barabara, stima ni shida, nyumba ya ghorofa ni yako peke yako, halafu nasema unaweza kuwa president. How? Umeona? Sasa wale wengine wanasema hii fisi hakuna mali yanatupeleka, lazima tujitokeze. Lazima pia sisi tujitokeze mbele tufanye kazi. Lakini mimi Kibwana na Ngilu we are working together. Tuko na ile South Economic Block. Sekeb, I'm the chairman, I'm the present chairman, na tunafanya kazi pamoja. Kuhusu mimi filosofia yangu ni kuhusu pesa kwa mfuko. Lakini swala ya kujiuliza ni hii, mbona Mount Kenya nyinyi hata nyinyi naona mko na shida? Nĩkĩĩ? Nini nakula nyinyi Mount Kenya? Unajua mimi siwezi jibu. Si wewe ndio naona nyinyi mko hapo saa zote. Naona mtawanganyika, naona mtu wa nje amekuja akatuunganisha. Unajua sisi tumekaa nje. Sijui kama niongea ama nisiongee. Ongea. Ali ya governor, watu milioni 8 wanakutizama. Tiwe wewe. Kuna jamaa mmoja anaitwa Charles Maje au Larry. Larry ananiandikianga tunaongea sana. Tulikuwa tunaulizana na yeye, what went wrong with Mount Kenya? The Kikuyu nation ndio walipigania uhuru. Nyinyi ndio mlienda kule Mount Kenya, mkakufa huko. Dedan Kimathi, General wangapi, nini, tukapigana, tukaungana na nyinyi Mwendo Mbingu na wengine, tukapigania uhuru. Mlikufa, mkafukuzwa, mkaeka detention, tukapata uhuru. Mkapata mdhamaki wa kwanza, Mzee Jomo Kenyatta, akatawala miaka 15. Mlikuwa na bahati, baada ya Moi kuwa kwa hii country, wadhamaki wengine wawili, Mwai Kibaki, nikafanya kazi na yeye, Uhuru Muigai Kenyatta, mtoto, mkafikia mahali mkiwa mmeungana kama kabila ama jamii ya Mount Kenya, mashujaa wa uhuru. Sisi tukikaa pale kando tunawaangalia. Unajua mimi ni kama mmoja wenu tu, niko ndani kabisa. Alfred Mutua. Wewe nikaangalia, tokuonaga. Nikaona shida ambayo iko Mount Kenya kwa wakati huu haijatoka ndani ya Mount Kenya. Imetoka wapi? Imetoka nje ya Mount Kenya. Ikaletwe, ikawatenganisha. Shida ambayo mko nayo sasa haijatoka ndani. Kuna ile inaitwa inbred revolution. People clamor for change. Tunataka mabadiliko kutoka ndani kwa sababu kumekuwa na uhasama. This is not like that. Hakujatoka shida. Hii shida imetoka nje. Mtu akawaletea shida, akawagawanisha. Nyinyi mko na madhamaki, Uhuru Muigai Kenyatta, mko na bahati. Makabila mengine wanataka kuwa wadhamaki. Nyinyi mmefuatanishwa toka nitoke. Huyu akatoka, mwingine akaingia. Lakini mwingine anatoka nje, anakuja anawatenganisha. Na nyinyi mnafurahi. Mnachezewa karata hapa, mnaanza kuchukiana ndugu kwa ndugu. Na si ati ni shida imetoka hapa, ni shida mwingine amewaletea na akasponsor na akawapa pesa.
Sisi huko sideline tunaangalia, tunasema kwani hii kabila, kwani nyinyi mmeanza kupungukiwa kidogo? Kwani nyinyi hamfikiri? Kwani nyinyi mmeanza kujichocha ama mmezoea? Unajua kitu, you can take it for granted. Umeona mmekuwa rais. Tumezoea mmekuwa rais. Mmekuwa rais. So what does it mean? Hata sisi tunaweza fanya what we want. Lakini pia wanasema wanini tu wanasema tumekuwa na mudhamaki atatu, mzee, Mwai Kibaki na Uhuru. Lakini wanasema hakuna kitu ya gweta gwatea gukenerera, yani tutire na ndu tuoneta wa gukenerera kusherehekea. Unajua hiyo ni watu ambao watembei. Ni watu ambao watembei. Ndio wanaweza sema. Mimi nikwambie, siku moja nilipanda ndege, nilitumwa na Kibaki wakati watu walikuwa niiba mahindi kule Garissa. Nikaenda huko, sikufuta, nikasimamisha kazi. Michuki akanipatia nguvu. DC alikuwa anakula mahindi na maharagwe ya watu kule Garissa. Nikatoka hapo nikaenda Mandera. Nikatoka hapo tukaenda Marsabit. Tumepewa gari ya jeshi, ndege ya jeshi. Kutoka Marsabit, it was the first time nili overfly Mount Kenya. Nilipopita hapa Nyeri nikiteremka, nilipofika upande wa Murang'a Kiambu, nikaangalia nje ya dirisha. Mimi nilikuwa nafikiri niko Europe. Nikuona lami ambao sijaziona Kenya. You take it for granted. Ile shida unasikia watu wanaongea Kenya Kilifi kuhusu maji, wanaongea kule Kwale kuhusu maji, Taveta kuhusu maji, Mukambani kuhusu maji, Bungoma kuhusu maji. Nyinyi mmeshamaliza shida ya maji. Shida ya stima usikii ikiwa mahali tuko. So do not take it for granted. Kwanza kusema hakuna kitu Jomo Kenyatta alifanya, hakuna kitu Kibaki amefanya. Silienda Othaya, nikaona hata kuna power station Othaya, nikaona the coffee sector, nikaona the tea sector. Kwa hivyo do not take it for granted. Unaelewa? About nyinyi umeanza sasa kujichocha. Okay, maundu macio matigioka president atare korotimo matikoto maria Agĩkũyũ. No, inawezekana. And that is why Alfred Mutua naomba kiti nikuwe president. Because unajua ukiinua side moja na nyingine imeanguka, hii imeanguka chini, itakuvuta uende chini. It's a reality in economics. When the economy is just growing one class and the other class is below, eventually the class ya chini itavuta the top class iende chini. So you have to have a country where kila mtu anatengeneza pesa ama opportunity. Hebu nikuulize, unamaanisha kwamba wakati president atakuwa si Mkikuyu, Wakikuyu watalia, Wakikuyu wataregret? No, hata regret. Watakuwa sawa kulingana na yule ambaye mtaweka. Unajua pia nyinyi mko hapa, pengine hamuelewi the mood out there, and this is a reality. Na wakati mwingine wacha niongee reality, wengine watanichukia. Hakuna mtoto anazaliwa mahali anasema anatuma postcard akuwe Mkikuyu, Muikaba, Mujaruo, Muruya, nini. Hakuna, unajikuta umezaliwa. Lazima tusherekee utamaduni wetu. Mimi napenda utamaduni wangu, unapenda utamaduni wako, tunapenda utamaduni wetu. Unasherekea. There's strength in diversity in culture. When it comes to leadership, we've had Kikuyu leader, we've had a Kalenjin leader, we've had Kikuyu. Sasa tunaenda wapi? Kenya has 42 tribes, other groupings. Hata iko ingine ya kutoka Zimbabwe. Huko nyingine hata waliongezwa ikakuwa wetu wao. Naona masikio yako na yao. Sasa unaona sasa imefikia mahali tukajiuliza kama wa Kenya, are we going to continue in a pattern? And we must learn from history. What happened in Nigeria when it was the Biafra war, wakati watu waliuana? What happened in Somalia when there's a breakdown because people felt it was one clan that was dominating? What has happened in many parts of the world because of sectarian, when people feel ni kabila hii na kabila hii ndio wanaendelea kugawana nchi fulani. So for the sake of diversity, si kusema mnanyimwa, at times unapeana relief. Hata wakati wa mpira kuna kuanga na inaitwa nini? Half time mnalete watu wanaendelea muziki nini, mkikojea game iendelee. In the same way Kenya yetu pengine ingetaka waonje somebody from a different community ndio ilete uhusiano mwema kusema we are one country, this is not relegated to one. Kwa sababu of that tribal nature, and we want to be like Tanzania.
Unajua Tanzania wako na shida zao kama nchi zote, Uganda wako na shida zao, lakini ukienda Tanzania utakuta hakuna hii uhasama wa ukabila. Jakaya Kikwete, the former president, is a very good friend of mine. Siku moja tukiwa Dar es Salaam nikamuuliza kabila lako ni gani? Akacheka. Akasema nyinyi basi wa Kenya nyinyi. Nyinyi ni ukabila. Akaniambia yeye kabila lake ni ndogo sana, ni kama Dorobo. Hapa Kenya. Wachache sana. Hata wezi piga kura wakapitisha hata mswada mmoja mahali. Wachache sana. But he was the president of Tanzania. Ukiangalia presidents wa Tanzania, they have never come from the large groups. Ujisikii Wanyamwezi, usikii Wachaga, usikii wengine Wasukuma. Unakuta wa Tanzania wanamchagua mtu kulingana na ability. Lakini si because of that ability to share. No na guku Kenya rigithe to guthura tuthuraga. Niguo. Etiguo. Mzee Kenyatta si alichaguliwa. Mwai Kibaki akachaguliwa na Uhuru akachaguliwa. Nini itazuia Kamau akisimama achaguliwe? Ni unaweza chaguliwa, mimi sijakataa. Lakini tunasema pia kusema ya kwamba kama Mount Kenya ni kusema kwamba sisi tunataka. Unajua pia you want a country that is united for the future. And me I've been very supportive of the Kikuyu leadership. Wakati Mwai Kibaki alikuwa anapigwa, nani alikuwa anamtetea? Si ni mimi. Nikatoka hapo nikakufa na Mwai Kibaki, nikasema mimi nitasimama na Mwai Kibaki because I believed ya kwamba Mount Kibaki as a man, as a leader, even for Kikuyu nation, good leader. Uhuru Muigai Kenyatta nikasimama naye. Wakakuja Machakos wakasema Mutua ameenda. Wakasema nasa watu wakaniambia Mutua, you are young, your leadership, si wachane na Uhuru Kenyatta, wewe sema Raila tosha, sema Kalonzo tosha, uingie NASA kidogo, uingie utarudi kwa Uhuru. Nikasema hapana, nimesema mimi si mtu wa kubadilisha. Mimi nikisema nitakufa na Uhuru, tukishinda tushinde pamoja, tukishindwa tushindwe pamoja. Na tukashinda na mimi pia nikashinda. Wakasema unakumbuka hiyo? Nikaingia kwa sababu lazima mtu amsimame. So I have supported the Kikuyu nation. But the good thing about the Kikuyu nation, and I want to say this, tuambie kweli, watu wote ambao wameniongelesha wa Kikuyu nation wamesema sisi tumetawala 3 presidents, sisi si wachoyo, tunataka mwingine pia. Wameniambia hivyo. Nego hemo dwajira atiriri ndaigu akiaria handu otige kuga Kikuyu nation uge Mount Kenya. Sababu tuko na Waembu, Wameru. Tuko na Wameru. Si Waembu ni kama Wakamba. Kiembu na Kikamba ni sawa tu, lakini nimeelewa tu. Lakini unajua Gema ya Agĩkũyũ, Embu, Meru, Akamba. Nyinyi mkatoroka. Hiyo mambo watu wakachangichiwa kidogo wakatoroka. So sisi tuko pande ya Gema. So maybe tuongee kuhusu the Gema nation. By the way, hebu nikuulize hizi lugha Mumeru akiongea mimi usikia. Mwembu akiongea nitasikia. Mkamba akiongea nitasikia. Mkisia akiongea pia huwa nasikia kidogo, kwa sababu ni Bantu. Kwa nini hawashiki? Tugende tugende. Kwa nini hata Mluya? Lakini kwa nini hawawezi kuungana pamoja wakuwa one Bantu nation? Unajua it comes back from history. Where did we come from? Ukiangalia historia kwamba tulitoka Congo and the pressures of food and resources and the warring groups zile zilikuwa natoka north pushed us. Tulitoka Congo. Sisi watu tumetoka Congo. The Bantu group, no Bantu group in Congo wakakuja. Na wako na Mount Kenya kwanza, watu walikuja Ukambani. Niko walikuja Ukambani. Turia kaiba na wengine wakatoka kutafuta malisho. Kwa sababu malisho ilikuwa sawa, wakaenda kutafuta malisho. Sasa walipofika Mount Kenya, wakuja iko greenery wakakaa. Sasa Wakamba tulipokuja kuwatafuta ndugu zetu walienda wapi? Ndio tukawakuta huko Mount Kenya. Ndio mnaongea mkitetemeka. Tuuliza upo waku sawa wakama tunasema tio baba, tunasema tio sababu ya baridi. Wende hata wega onesa wega sababu ya baridi. Kwa hivyo we are the same thing. So because of that push, we are all the same. Our cultures are very similar. Tunazika watu the same way. Ukiambia Ngurario tunafanya the same way. We are the same people from the Gema nation. Na ndio sababu those that moved to unite us as one band. While kuna wengine ambao their culture ni about a bit different. Lakini tunarudi kwa siasa. Nasema hivi kwa siasa. Unajua nilisema hapa siku nyingine. Kuna mtu ambaye huwezi mwachia mtoto wako kwa compound. Ukiwa na kasichana na unaenda kuna mtu huwezi mwachia mtoto wako. Afadhali uende na msichana wako. Sababu sasa Mount Kenya nataka kuuliza
huyu mtu wengine mnaona mnaunga mkono mnataka kuachia mtoto wenu. Huyo ni mtu wa kuachia mtoto kweli? Haya, hiyo watajibu. Hiyo lazima watajibu. Alafu pia swali lingine ni hili. No mwihokere mundu ucio mwana wanyu wa muiretu. Swali la pili ni hili. Wakati mwingine tunakasirika kwa sababu yule ng'ombe ambao tuko nayo imeacha kutupatia maziwa. Inatupatia maziwa vibaya. Na tunakasirikia hii ng'ombe. Imepunguza maziwa ama inapatia wengine, inajipatia maziwa, ipatie watu wengine. Tumeikasirikia hii ng'ombe na tuitaki. Sasa tunataka kuibadilisha. Na kwa hasira zetu utabadilisha ng'ombe ulete nyoka? Utabadilisha ng'ombe ulete nyoka? Acha. Kuna nyoka inakunjanga, nyoka inafungua mdomo unakuta haina ile fangs imekunja huko ndani. Lakini ziko tu zinaweza toka. Kwa hivyo jiulize, hii ng'ombe wakati unabadilisha, si unabadilisha na ng'ombe nyingine? Si kubadilisha na nyoka. Kwa hivyo ni jambo la kujiuliza na kujipanga. Ama unabadilisha na fisi. Unasema hataki ng'ombe, tunataka fisi. Kwa sababu hiyo fisi ndio inacheka na sisi. Unaona, watu wanasema niko na fisi hapa ni mzuri lakini nachekanga. Njigwa Agĩkũyũ makiuga guthakio ti kwendwo. Nigetha tuhumuka mathina macio wagwete hizo matatizo yote na nini na nini. Nini suluhu iko kwa BBI ama namna gani? BBI itasaidia hivi. BBI unajua mambo matatu. Jambo la kwanza ni hili. BBI haibadilishi katiba. Unajua watu wanafikiri BBI ni kama katiba mpya ambayo tunapata. BBI ni vipengele ambazo zinaongezwa kwa katiba. Ni kama zinaitwa kwa kizungu wanaita amendment. Ni kama wewe ukiwa na baisikeli yako. Unaendesha baisikeli. Unakuta ya kwamba hii baisikeli yako iko hii gurudumu ya mbele inafanya namna hii. Unaipeleka, unakuta ile nati imewekwa si mzuri, unatoa, unaweka nati nyingine. Baisikeli inakuwa sawa. Ama brake za baisikeli inakuwa ishiki vizuri. Unapeleka, inatolewa, inaongezwa ile plastic, ile rubber ya brake. Inaendelea. Baisikeli katiba ile Mwai Kibaki alishika hivi 2010. Ni hiyo. Tunafanya tu kurekebisha. Nasema hii section haikwenda vizuri. Hii section tuongezee hii na hii ndio iende vizuri. Kwa hivyo msidanganywe ati tunabadilisha katiba ati we are destroying katiba. The changes that we are doing are less than 1.5% of the constitution. It's a very small thing. Na ukiangalia hata Marekani wamebadilisha katiba. Unakuta kuna first amendment, the right to freedom of expression. Haikuwa kwa original, second amendment, fifth amendment, 13th amendment. Lakini Amerika ni nchi tajiri. Kenya haina huo utajiri. Wakifanya hivyo walikuwa maskini. Na ndio walifanya hivyo ndio wawe tajiri. Wakileta wanasema tutakuwa na viongozi wengi sana. Sijui prime minister atakuwa deputy prime minister au ni watu wengi, wabunge wataongezeka. Yaani gharama ya kuimplement katiba mpya kama BBI itapita itapanda juu sana. Vile Wamarekani walifanya wakati waliform states. Watu walisema ukiform hizi states za Amerika itaongeza gharama. Inamaanisha kutokuwa na magavana, kutokuwa na states na counties huko, kutokuwa na minister, kutokuwa nini, mnaongeza gharama. Wakaambiwa ineshi federal system, the way you want to do it and distribute, kutokuwa na kuongeza gharama. Wakasema hapana, at times unaongeza gharama kidogo so that you can gain a lot more money. Umeelewa? Ni kama kusema nikinunua hii shamba, nikinunua shamba zingine mbili naongeza gharama, lakini hiyo shamba nyingine hizo ndio utalima ndio uweze upate a bigger harvest. Naelewa, lakini watu wanapaswa kujua kwamba even in the national government pakiwa na president, prime minister na wengine, itawezesha serikali kwenda vizuri. It's a French system. Hii ni adopted from the French and German system. Inamaanisha rais atakuwa peke yake, kutakuwa pia na prime minister ambaye atakuwa ana serve in a way that kwamba president akilalia masikio, prime minister yuko. Prime minister akilalia masikio, wengine weko. And out of say ministers ni wangapi? 22. 22. Hawataongezeka, they'll still be 22. Out of the 22 ndio mmoja atakuwa prime minister, deputy prime minister na wengine. Kwa hivyo haitaongezeka kutoka kwa hapo. Kwa hiyo itakuwa bakia 22. Itakuwa tu vile ilivyo. Kwa hivyo naelewa wengine kwa sababu hii mambo ya kusema lazima tuone uhusiano, akina mama waingie, and that is very important for the voice affirmative action, ndio unaona wengine wanaongezeka. Ndio. Kitu kingine ni hiki. Tunaongeza pia constituencies. Why?
because people wanataka kuwa represented. The more you have constituencies, the more watu watapata inaitwa nini, CDF. Na nyinyi mko na bahati. Mimi kwangu napata 3. On Kenya mnapata ngapi new constituencies? Zinakuja ni mingi. Na mnapata CDF. Sisi huko tunacheka tu, tunasema nyinyi sijui nini. Nyinyi mnakataa BBI. Ninawafanya even richer. Inaongezea pesa chini. Nikaona nyinyi kweli mmekuwa matajiri, you don't want any more money. You've started taking it for granted. Sisi tunaona mshahara ya huyo MP ambaye ataongezeka. Huyo MP analipwa in a year. Tuseme benefit zake ni 1 million a month. Analipwa 12 million in a year. CDF inakuanga ngapi in a year? CDF ni kama 120 million. 120 million in a constituency. Sasa hii 12 million ndio upate 120 million. Au useme 12 million is too much, usipate 120 million. It's about balance. Nilipe 12 million kwa MP moja, lakini mimi constituency tupate injection ya 120 million. Ama niseme 12 million ni nyingi, tupate 0. Haya, hiyo hesabu tumeelewa. Watu utaka faida. Dr. Mutua, wewe umekuwa governor mihula miwili. Wanasema pesa itaongezwa kutoka 15% ifike 35%. Hebu tukuulize, 1, itawezekana 35%? 2, hii 15 huwa mnaipata? Sababu wanasema kama hatupati 15, hii 35 ndio itapatikana kweli. Jambo la wacha nianzie na hiyo 35%. 35% itawezekana. Itawezekana. Kwa nini? Kwa sababu zile pesa ambazo ziko national government zimebakia huko illegally. And let me say this. Kuna pesa nyingi ambazo zimebakia national government against the constitution. Unaangalia agriculture should only be agriculture policy. Health should only be health policy. Water should only be water policy. What is the national government doing digging dams? What is the national government doing agricultural farms? What is the national government doing running some health projects? That money needed to have gone to the counties. Kuna barabara nyingi zimpaso pesa zake should go to counties, zimebakia national government. Already national government is holding 45% of money that should be devolved. Kwa hivyo 35 pesa tayari iko imekaa kule treasury, watu wamekaa wanapangia counties who do not believe in devolution. So the money is there. Itakuwa overnight. Pesa iko. Number 2, does the money get there? Yeah, it gets there. Mimi tangu nikuwe governor niko mulango wa pili. Pesa inachelewa lakini pesa hufika. Hakuna mwaka imepita ambapo sijapata allocation yangu toto ya 15%. Hata ikichelewa ikuje after the new financial year, it always comes. Kwa hivyo kama inakuja hata ingine 35 itakuja. Kwa hiyo msidanganywe, hii mwaka imechelewa sana kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Haya, good. Hena modo etago kemo tuto homoke DJ Covenant. Tunafanya kazi naye hapa. Ndiye hu mix Kigosho. Ana mix hizi nyimbo za kusifu Mungu. Kijana mzuri sana. Na anaishi kwako. Yes. Lakini sitataja nyumba haswa ni namba gani. So anauliza soko ya Kantafu itafunguliwa lini? Kantafu nikata tokehore biashara tosaidi haso. Soko ya Kantafu. Unajua niko na program yangu inaitwa Urban Regeneration. Shida ambayo tuko nayo katika nchi yetu ya Kenya ni ukienda soko zetu zote ni za vumbi. Tofauti yetu na South Africa, tofauti yetu na Marekani, Uingereza, soko zetu ni za zimejaa vumbi. Vumbi kila mahali. Vumbi, si ni ukweli? Na matope. That's a state of third world nation. 60 years from independence. Mimi nataka kuonyesha what I can do as president. Fanya urban regeneration. Niko na mashini yangu, nimeweka Machakos tumenunua ya kujenga kabro. I'm going to do urban regeneration Kantafu, hizo soko zote, akina mama waache kukaa kwa mchanga kwa soko, tuwekee kabro na mabati. Kwa hivyo everywhere in Machakos County, this 1.5 years zimebakia, nataka kuonyesha Wakenya what the life we can lead. Ukija Machakos utaona vile iko safi. Enda mahali panaitwa Kadhome, tumefanya experiment ya simiti na nini. Kuna zingine zinaendelea all over quietly. Urban regeneration. Ninajenga stadiums. Just stadiums zinaleta vijana wanacheza pamoja. Right now I'm working on 9 stadiums. 4 are ongoing. 5 are about to start. Na Jubilee haijafanya. Mimi 4 nilikuwa Kinyui, kuna stadium iko karibu kumalizika.
pali Mayata huko, Kikombe kwa stadium, Mavoko stadium, Masi stadium zinaendelea. Kuna zingine Mitaboni. So I'm building 9 stadium. Every sub county ya Machakos itakuwa na mini stadium ikue inacheza. Lazima unamwagiwa pesa mingi sana. Hapana, si kumwagiwa. Kila pesa ni kujipanga. Budget. You need a leader who knows. Unajua wakati wa Kibaki tulikuwa na Mudhaura. Tulikuwa tunaangalia wakati huo, how do you utilize the resources that you have. Mimi kishida moja niko nayo na serikali ya Uhuru Kenyatta ni moja, ya kwamba wakati wake na hizi shida ambazo amezipata, kumekuwa na upungufu wa pesa na shida za ekonomia, kwa sababu yeye mwenyewe Rais Uhuru Kenyatta alisema kuna ufisadi. Na mimi nimesema hapa siku nyingine ya kwamba Uhuru ni kama nahodha wa meli, anaendesha meli, ana roho, anatoa katika kisiwa cha umaskini kutupeleka katika bandari ya utajiri. Lakini wakati anaendelea na hiyo kazi yake, kuna watu ambao wako ndani ya meli yake wanaokuwa wanamsaidia, kumsaidia, wameanza kudrill mashimo maji inaingia kwa meli. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta wakati mwingi ameacha kuenda mbele, amechukua ndoo anachota maji atupe nje ndio tutizame na yeye, ndio uchumi umelegea. Wakati wa Mwai Kibaki alisema hataki budget support into a budget, kulete IMF, wale walikuwa kwa ile structural adjustment program tulikuwa naita SAP ama struggling African people. Akasema tutakuwa na free primary education, wakakataa. Tukasema we don't need your money, sisi tutajengea. Wakakuja, nakumbuka huyu jamaa alikuwa Muteme Mumo, alikuja kwa ofisi yangu akaniambia Director General Waweru amesema anataka program Kibaki amesema ya watu collect taxes. Mimi ndio nilikuja na ile slogan ya kulipa ushuru ni kujitegemea. That was my slogan. Niliandika tu kwa piece of paper, tukai-structure campaign. Kibaki akasema tulipe ushuru. Alikuwa anaenda kwa soko anasema wewe unajijua bure kabisa, haulipi ushuru. Lipa. Washa. Sasa tukalipa ushuru. Tukasema hawa watu wa nje tukawaambia we don't need your money. Sisi tutakuwa tuna mikakati yetu. Nyinyi tutajenga hospitali yetu miaka 5. Hatuna pesa ya kutosha. Lakini mkitaka kutusaidia tujenge na miaka 3 ni sawa. That's when we change from donors to development partners. Sasa serikali ya Uhuru Kenyatta imeturudisha back to donor support ya budget. Kwa sababu ya hiyo shida ya kuwa watu ndani ya meli yake ambao wanatoboa mashimo, wanaiba pesa, wanazunguka huko wakiitisha kuwa captain badala ya kushikana sisi wote tujenge Kenya. Na lazima turekebishe hiyo with a new wave. We must have something fresh for our people. Thank you Governor Alfred Mutua. Tobe tuhumuke twacokereria ciuria ne nyingi ona ndagirikia gucokia ciothe muthenya wa muthi na no ngoda kuigua kioneki giake kuri bururi wa Kenya. Tuna Dr. Alfred Mutua, Governor wa Machakos, na niwe mutongoria wa kiama gitagwo Maendeleo Chap na ni arenda gugatuika president waku 2022.